أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان الذي أكرمنا بالقرآن ثم جعله ربيعا في قلوب أهل البصائر والفرقان، والصلاة والسلام على المبعوث هدى ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم. تمشكر الله سبحانه وتعالى وكتوبة نفاسي نفرصة يكون دليا نكويسوم تفسير ya juz'u amma, ikiwa tulianza hivi majuzi kwa surati al-Fatiha, tukaingia suratu Naba na tukaingia suratu Nazi'at, na hivi leo walillahi alhamdu wal fadlu wal minna tutakuwa ni wenye kuanza tafsir ya suratu Abasa. Hivi ndivyo wakati unavyokimbia, na hivi ndivyo nafasi inawapita watu na fursa, na hivi ndivyo elimu inavyokusanywa. Tuitumie wakati wetu wa uhai katika kukusanya elimu insha Allah. Nani angedhania ya kuwa tutafikia siku ambao kwamba sasa twasema tumeingia katika tafsiri ya suratu Abasa. Walillahi alhamd. Hii ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumbukeni Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qallat. Amal ambaye kwamba inapendeza zaidi mbele ya Allah ni amal ambaye kwamba mtu anadumu kuifanya, hata kama ni kwa uchache, hata kama ni kwa udogo. Ikiwa katika uhai wetu hatuna nafasi mkubwa wa kuitengea kuikusanya elimu, basi wallahi hata tukipata nafasi mdogo kama hii, nafasi ya kupokea elimu na kusoma siku ya Jumamosi na Jumapili baina al-maghrib na isha, basi wallahi tudumu na nafasi kama hii, kwa kuwa ni mojawapo ya vitendo ambavyo kwamba na a'mal ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda. Na kumbukeni ndugu wapenzi katika imani, kikao kama hichi Mtume sallallahu alayhi wasallam alikisifu akisema, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna. Hawatokusanyika watu katika nyumba kati ya nyumba za Mwenyezi Mungu, yani misikiti. Yatluna kitab Allah, wanaisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wa yatadarasuna, na wanafunzana na kuelimishana kuhusiana na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Illa nazalat alayhimus sakina, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwashukishia utulivu wa moyo. Ikiwa wewe una maradhi ya kuwa na wasiwasi, ikiwa wewe una maradhi ya anxiety, depression, iktiyab, haya maradhi wallahi mojawapo ya matibabu kwa maradhi kama hayo ni mtu kuhudhuria katika vikao kama hivi, kwa kuwa wallahi nazalat alayhimus sakina, utulivu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa ni yenye kushukishwa kwa wale wenye kuhudhuria kikao kama hichi. Wanapata utulivu wa moyo, wanamakinika kimoyo, mawazo yanaondoka akilini na hawafikiri ila kile ambacho kwamba kilikuwa ndiyo sababu yao kuletwa katika dunia. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuja kufanya ibada. Hii ndiyo sababu ya kuweko kwetu. Na wallahi vikao kama hivi vinatukumbusha baada ya kuwa tumeghafilika. Illa nazalat alayhimus sakina wa khashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika. Watu kama hawa hufunikwa na rahma kutoka kwa Allah, na hii rahma ndiyo tunahitajia ili kuingia katika janna. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'a'malihi qila walau anta ya Rasulullah qala walau ana illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akituambia hakuna mtu ataingia janna kwa ajili ya ibada zake tu,
Akaambiwa hata wewe, akasema hata mimi, hata yataghammadani Allahu birahmatihi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anifunike kwa rahma yake. Bimaana hii rahma ya Allah ndicho chanzo ama kisababu cha watu kuingia katika janna, na hiyo rahma, mojawapo ya njia ya kupata rahma ya Allah ni mtu kuhudhuria kikao kama hichi cha elimu. Wahafathumul malaika, wale wenye kuhudhuria vikao kama hivi, malaika huwazingira kwa kuwapatia nini? Ulinzi. Wale wenye kusumbuliwa na majini, wenye kusumbuliwa na husda, wenye kusumbuliwa na ain, wallahi njooni katika vikao kama hivi. Ni mojawapo vya vikao ambavyo kwamba ni suluhu na ni tiba katika hali kama hizo ambazo ni mtihani kati ya mtihani ambao kwamba wanadamu wanatahiniwa kwayo. Wadhakarahumullahu fi man indah, na Allah subhanahu wa ta'ala huwataja wale waliohudhuria katika vikao kama hivi. Na wallahi alazim, hii suratu Abasa ambayo tutaisoma siku ya leo, ndani yake tutapata manufaa mojawapo ya kuhudhuria vikao kama hivi. Hii suratu Abasa, wallahi alazim, lau tungelijua hii ndiyo juzu ambaye kwamba watu wengi huihifadhi na maimamu wengi hutuswalisha kwa hii juzu. Na kumbukeni, ili upate khushu' katika sala, ili ukuwe na utulivu katika sala, ni muhimu wewe kufahamu yale yanayosemwa na yale yanayosomwa na yule imamu mwenye kuisoma hizi suwar. Na hizi sura za juzu amma ndizo sura ambazo tuwaswalishwa nayo kwa wingi. Sasa ikiwa utaketi ukavumilia ukapata tafsiri ya sura kama hizi, wallahi alazim, swala zako hata wewe utaona mabadiliko, utaona utafauti, utaona mabadiliko na utafauti. Ikiwa mara mingi ulikuwa na hadithu nafsi wakati wa sala, khushu'i na shuka inapotea, ikienda mawazo nini, na uko ndani ya sala, baada ya kusoma tafsiri ya hizi sura ambazo zinasomwa mara mingi na maimam, ukisimama nyuma ya imam kuswali, wallahi alazim, utapata hiyo hali inabadilika na kuondoka. Utaanza kuwa na khushu' zaidi na tadabbur, mazingatio katika sala zaidi. Utajenga alaka bora zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana tulichagua kuisoma tafsiri ya juzu amma. Sasa almuhim, suratu Abasa, hii sura yaitwa Abasa, makiyatun, ni sura ambayo kwamba ilishuka wapi? Makka. Na jina Abasa, jina ya sura, imetokamana na sifa ya uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipojiwa na Abdullah ibn Ummi Maktum, alipokujiwa na Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum radiyallahu anhu wa arda, Mtume sallallahu alayhi wasallam, naam, akakunja uso wake, akakunja uso wake, kwa kuwa alihisi ni kana kwamba Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum anamtatiza na kumuondoa kutokamana na mazungumzo aliyokuwa naye na ashrafi Quraish. Kwa kuwa Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anawafanyia da'wa, anawahusia, naam, ashrafu Quraish, anazungumza na hawa mashurafa, hawa viongozi wa Quraish. Sasa Abdullah ibn Ummi Maktum akaja na masala katika dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaona ni kana kwamba Abdullah ibn Ummi Maktum, naam, ni kana kwamba anamsumbua, na hapo ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kukunja uso yake, dilalatan liadami ridha, kukunja uso wake kuonyesha kuwa hajaridhia Ibn Ummi Maktum, kumkataza mazungumzo, kuendelea na yale mazungumzo aliyokuwa nayo na kina nani, hawa masharifa ama shurafa, viongozi wa Quraish.
kwani alikuwa anawalingania ili wawe Waislamu. Na hapo ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akakunja uso wake, na hii ni hali ya kibinadamu. Hii ni hali ya kibinadamu. Ikiwa haujaridhia, huenda utaonyesha adamu ridha, kutokuridhika kwa kukunja nini? Uso wako. Ni hali ya kibinadamu. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lam yakun malakan, hakuwa malaika, bal kana insan, alikuwa ni mwanadamu. Na kuna sababu ya sisi kutumiwa mtume kuwa kama mwanadamu. Kwa kuwa angekuwa malaika tungesema nini? Tungesema hatungeweza kufuata nyayo zake, hatungeweza kushikamana na mafunzo yake, kwa kuwa ni malaika. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamaasi Mwenyezi Mungu katika yale wanaoamrishwa na hutekeleza kila walichoamrishwa. Basi tungeletewa mtume kuwa malaika, basi watu wangekuwa na kisababu ya kutokutii, kisababu ya kutokuiga, kisababu ya kutokufuata. Ndio tukaletewa mitume wote wanadamu kama sisi, ili wewe ukimuona mtume anaweza na yeye ni mwanadamu kama wewe, basi pia na wewe waweza kumuiga na kumfuata. Sasa almuhimu ni kati ya reactions za kibinadamu. Ukiwa na mazungumzo na mwenzako akaja na huenda hakujua upo katika mazungumzo ya maana, naam, akakatiza yale mazungumzo, kiwanadamu weza kutokuridhika. Na kati ya alama ya kutokuridhika weza ukakunja nini? Uso yako. Na ndio maana ya neno abasa. Na sura hii, ndugu wapenzi katika imani, imepewa hii jina kutokamana na neno ya kwanza katika aya ya kwanza katika sura, naye ni nini? Abasa. Na ndugu wapenzi katika imani, uhusiano baina ya sura hii Abasa na sura iliyotangulia An-Nazi'at. Kumbukeni, mojawapo ya sababu iliyotupelekea kuchagua tafsiri hii ni kwamba wallahi tuonyeshwa alaka, uhusiano baina ya sura ambazo tunazisoma. Na hii ndio afdalu uslubi tafsiri al-Qur'an. Ndio uslub na njia bora zaidi ya kuifasiri nini? Qur'an. Tafsirul Qur'ani bil Qur'an, kuifasiri Qur'ani kwa aya za Qur'ani. Alafu la pili, tafsirul Qur'ani bi sunna, kuifasiri Qur'ani kwa sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa mojawapo ya uslubu ambao imetumika katika kitabu hichi ni kuifasiri Qur'ani kwa Qur'an, min afdalil asalib. Sasa uhusiano baina ya hizi sura zenyewe zinachangia katika kuifasiri Qur'ani kwa Qur'an. Suratun Nazi'at tukizingatia ili zungumzia baadhi ya ahwali. Mojawapo ya ahwali ambazo ilizungumziwa katika surati Nazi'at ni daurul malaika, majukumu ya nani? Hawama malaika. Na tukatajiwa, na ndipo Mwenyezi Mungu akaanza kuhapa na wao, wanazi'ati gharqan wanashitati nashtan wasabihati sabhan fasabiqati sabqa falmudabbirati amra. Allah subhanahu wa ta'ala alianza kwa kula kiapo, kwa kuapa ndani ya surati Nazi'at. Aya zake za kwanza aliapa kwa hawa malaika ili kutuonyesha utukufu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewekea na sharaf na makana cheo chao, kwa kuwa wao ni watekelezaji ya baadhi ya majukumu. Wa an-Nazi'at, malaika wenye kuchukua roho za makafiri na washirikina. Wan-Nashitat, malaika wenye kuchukua roho za waumini na wanaichukua kwa upole na utulivu na ukarimu na kutoa bishara. Wasabihat, malaika ambao kwamba kila mara wanapaa baina ya samai na ardhi. Wasabiqati sabqa, malaika ambao kwamba wanaenda kasi na mbio kufikisha habari na kutekeleza maamrisho
ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falmudabbirati amra, almudabbirati amra, hawa malaika ambao kwamba wote wamepewa majukumu ya kutekeleza maamrisho ya Allah. Tukataja Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Malakul Maut, Jibril. Hawa malaika wote alayhimus salatu wassalam. Almuhim, ndani ya hii surati Abasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazungumzia pote nyingine la malaika na majukumu yao, kikundi kingine cha malaika na sifa zao. Sasa tumeona alaka baina Naziat na Abasa. Pia vile vile ndani ya hii surati Abasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazungumzia uslubu da'wa, njia ya kutoa nini? Ulinganizi, kuwalingania watu katika dini, njia ya kuwahusia watu katika dini, njia ya kuzungumza na watu katika dini. Kumbukeni katika surati Naziat Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yahzan, alikuwa anapatwa na huzuni kwa majibu ya Makuraishi wakimwambia, iko wapi hii adhab ambao unatutisha nayo? Wakimwambia, aidha kunna idhaman nakhira, yani Mwenyezi Mungu atatufufua tena hata kama tumegeuka kuwa tumezikwa kwenye makaburi, tukaoza, tukageuka mifupa yaliyooza yakawa jivu, tutatolewa wapi na Mwenyezi Mungu kutuadhibu? Naam, haya maneno yalikuwa yanamhuzunisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia, na wala usihuzunishwe na wale yusari'una fil kufr, wale wala yahzunka alladhina, wala usihuzunishwe na wale ambao kwamba yusari'una fil kufr, wanadumu katika kufanya vitendo vya kufur. Kimaneno wanazungumza maneno ya kufur, kivitendo wanafanya vitendo vya kufur. Wasikutie huzuni ewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukavunjika moyo ukaacha kufanya da'wa. Na akaletewa habari za Musa, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa. Akaletewa habari za Musa na yale yaliyotokea baina ya Musa alayhi salam na ndugu yake Harun alayhi salam wakimwendea Firaun al-la'in. Haya yote yakawa ni mafunzo na masomo kwa kina nani? Madai, maduat, wanaowalingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana haufanyi hii kazi kwa ajili ya kutaka manufaa ya kidunia. Hii kazi haitaki pupa. Hii kazi yataka rahma na ukarimu, na hii kazi yahitajia sabr, subra ya hali ya juu. Wewe kama mzazi ndani ya nyumba yako, wewe ni dai katika nyumba yako, ni majukumu yako. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja wenyu ni mchungaji na kila mmoja wenyu atashikwa, yani ataulizwa kuhusiana na yale majukumu aliyopewa na nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huenda wakati mwingine arrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wewe mwanaume, wewe bwana, wewe ni mchungaji katika nyumba yako, na Mwenyezi Mungu atakuuliza kuhusiana na majukumu aliyokutwika katika kuwaongoza familia yako. Mara nyingine kama wanaume tunazungumza na familia zetu, wake wetu na watoto, tunahusia mwachaneni na hii ni maasiya, mshikamaneni na hii ni ibada, hii ni taa, hii ni wajibu, mswali. Na wakati mwingine huenda utajibiwa maneno ambayo kwamba yatakuudhi, ukaamua sasa mimi sitawasemesha tena. Wakati mwingine utajibishwa maneno ambayo kwamba yatakuudhi, ukasikia ni kana kwamba utazua fujo katika nyumba hiyo. Wakati mwingine utaambiwa maneno pressure ikukamati. Naam, usiwe na huzuni. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi, wakawa wanahusiana na wema, wa tawasaw bis sabr,
na wakawa wanajihusia nafsi zao na kuwahusia wenzao kuwa na subra katika kuwalingania watu katika kufanya hiyo wema. Wewe kama mwanaume kuwa na subra. Hiyo ndio faida ya zile aya tulizozisoma katika surati Naziat. Kuwa na subra ewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala usihuzunike, kwani kunao hata wale waliowafanyia mitume makubwa kuliko haya. Usitishwe na kufri yao ukaacha ulinganizi. Firaun alisema nini? Ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sioni, yani simtambui mola yeyote mwenye kufaa kuabudiwa na nyinyi isipokuwa mimi. Astaghfirullah. Akajipa haki ya Mwenyezi Mungu al-uluhiyya, kuabudiwa. Akasema ana rabbukumul a'la, yani kufru iliyokuwa kubwa zaidi. Kwa hivyo usihuzunike ukavunjika moyo ukaacha kufanya da'wa. Sisi kama Waislamu katika manyumba zetu, labda wewe ni mama pale nyumbani, unajaribu kuwahusia wanao na wale wenye kuishi katika nyumba yako kushikamana na dini, ukajibiwa maneno ambayo kwamba haingii akilini, maneno ya kikafiri kabisa. Usivunjike moyo, endelea kuwalingania familia yako, kwani Allah anasema nini? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini mjilinde nafsi zenyu na mlinde familia zenyu kutokamana na nini? Moto wa jahannam. Sasa wewe kama min afradi al-usra al-muslima, wewe kama family member katika familia ya Kiislamu, una majukumu ya kuwalingania watu pale nyumbani. Mara mingi utajibiwa maneno ambaye hayafai, mara mingi utafanyiwa ukaidi, mara nyingi utapuuzwa, utasakamwa, utasutwa. Haya yote hayafai kukujalisha. Wafaa kuwa na nini? Subra. Illa alladhi watawasaw bil haqqi watawasaw bi sabr. Wafaa kuwa na subra. Na ni nini takupa subra? Kusoma sura kama hizi Abasa, kusoma sura kama An-Nazi'at, itakupa subra, kukuonyesha yale aliyepitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alijibishwa zaidi yako wewe, na Musa alayhi salam alijibishwa makuu, akaonyeshwa kiburi ya hali ya juu. Sasa wewe usikufe moyo ukaacha ulinganizi. Fanya da'wa, kuwa na subra, kuwa na rahma, kuwa na upole, kuwa na utulivu. Cha msingi usivunjike nini? Moyo. Sasa haya mafunzo pia tunaipata hapa katika surati Abasa. Alafu pia tuwafunzwa adabu da'wa. Kati ya adabu ambazo dai mlinganizi katika dini anafaa kuwa nayo wakati wa kuwalingania watu. Haya yote tutayapata hapa pia katika surati Abasa, na tuliyaona katika surati Naziat, nasaha ambazo Mwenyezi Mungu alimpa nani? Musa na Harun alayhima salam, wakati wanaenda kumlingania nani? Firaun. Na pia vile vile majibu kwako wewe. Mimi kila siku nazungumza na mke wangu na mume wangu na watoto wangu, waswali hawataki kusikia, wananisumbua, nifanye nini? Ya Musa alayhi salam katika surati Naziat alipewa muujiza. Kiboko analiachilia linageuka kuwa nyoka, mikono anaingiza mifukoni, akiitoa inawaka. La licha haya yote Firaun akakataa kuamini. Lakini wale wachawi ambao Firaun alikuwa anawategemea, baadhi yao wakaamini, mpaka wakasujudu, wakaamini. Kwa hivyo wewe pia vile vile waweza kuwa umewasomea zote za Qur'an, umewasomea ahadithi zote, umewalingania ukawalingania. Baadhi watanufaika na baadhi hawatonufaika. Na kwa wale ambao hawatonufaika, usivunjike moyo, kwani mafunzo ya namna unavyofaa kufanya yako hapa. Usivunjike moyo, wewe endelea. Na pia uombee dua. Uombee nini? Dua. Kwani dua hubadilisha makadirio. La yaruddu alqadra illa dua. Almuhim, tukiingia katika sura, Abdullahi ibn Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu wa ardah, huyu sahaba alikuwa ni kipofu. Kana a'ma, alikuwa ni
kipofu. A'ma maana yake ni kipofu. A'ma maana yake nini? Kipofu. Na kwa kuwa alikuwa kipofu, hakuona ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza na watu. Kwa kuwa alikuwa kipofu, hakuona ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza na watu. Tumeelewana? Na hakuwa akiona mandhari ya kuwa kile kilikuwa kikao kikali cha mazungumzo makali. Ndio hili tukio likatokea, na Mwenyezi Mungu akatutajia hali hiyo ili tusiwe na fikra, dhana potofu na dhana mbovu. Tumeelewana? Ya Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu arda alikuwa kipofu, na huyu sahaba ndiye alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitisha idhini aruhusiwe kuwa ni mwenye kuswali nyumbani kwake kwa kuwa ni kipofu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, atasma'u nida, je, wewe unasikia adhana ikiadhiniwa? Akasema ndiyo. Akaambiwa nini? Hauna ruhusa, nenda ukaswali katika jamaa. Na alipoambiwa hivyo, huyu Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu ardah akawa ni mwenye kuchukua majukumu ya kutoa adhana ya pili ya fajr katika misikiti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tizameni, anaenda kuomba idhini kwa kuwa ni kipofu asiswali misikitini fajr na isha, hizi swala ambazo kwamba kuna giza ndani yake, kwa kuwa ni kipofu mwenyewe. Lakini akaambiwa, je, unasikia adhana? Ndio, lazima uhudhurie hiyo jamaa. Kisha kuonyesha namna sisi kama Waislamu, wakati unalinganiwa, wakati unakosolewa, ni vipi unafaa wewe kufanya, vipi reaction yako yafaa kuwa vipi. Wallahi yafaa kuwa kama Abdullah ibn Ummi Maktum. Ameambiwa, wewe unadhania una udhuru, hauna udhuru, unafaa uhudhurie jamaa. Akafanya nini? Ona reaction yake. Akafanya kilichokuwa bora zaidi, acha kuhudhuria jamaa, akawa yeye anahudhuria kabla ya sala, na akawa yeye ndio mwenye kutoa adhana ya fajr adhana ya pili ya fajr. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Aisha radhiyallahu anha wa ardah, idha sami'tumul Bilal, mkimsikia Bilal, fakulu washrabu, kuleni na mkunywe. Wa idha sami'tum ibn Ummi Maktum, na mkimsikia Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu ardah akiadhini, fala taakulu wala tashrabu, msile na msinywe. Na Aisha radhiyallahu anha akasema, liannahu kana a'ma, kwa kuwa Abdullah ibn Ummi Maktum alikuwa nini? Kipofu. Wama kana yuadhin hatta yas'ala an-nas hal asbahat, hakuwa ni mwenye kuadhini mpaka akawauliza watu, je, alfajiri imeingia? Je, kumekucha? Anawauliza watu, alafu anawaambia ndio, ndipo anapoadhini. So ikiwa yeye ndio mwenye kuadhini, basi ni kana kwamba shura ilifanywa ya kuwa alfajiri imeingia. Sijui tumeelewa? Ni kana kwamba kuna ijma, hivi sasa ni alfajiri. Ijma ilipatikana kwa kuwa alikuwa anauliza watu, imeingia fajr? Ndio. Imeingia fajr? Hapana. Imeingia fajr? Hapana. Atangoje. Imeingia fajr? Ndio. Imeingia fajr? Ndio. Imeingia fajr? Ndio. Basi mmekubaliana alfajiri imeingia, anatoa adhana. Sa ikawa hakuna shaka ya kuwa yeye mkimsikia na adhini fajr, adhana ya pili, kweli alfajiri imeingia, hamfai kula wala kunywa. Kwa wale wenye kufanya nini? Kufunga. Tumeelewana? Msikule na kunywa suhur, yani daku, kwa wale wenye kufunga, kwa kuwa wakati kwa uhakika kikweli kweli kumekucha. Sasa almuhimu tumepata utangulizi huo. Sasa tutaingia katika sura. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wama yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna
فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إن شاء الله leo tutafasiri mpaka hapa aya 16. Allah subhanahu wa ta'ala asema abasa wa tawalla. Na ni nani anayekusudiwa? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama maana abasa? Kalaha fi wajhihi, ay istankara shay biwajhihi. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alichukia jambo na akalionyesha kwa kulikunja nini? Uso wake. Ndio neno abasa. Kwa kimombo twasema frowning. Na hii ni ubinadamu. Ikiwa haujaridhia jambo, mara nyingine utaonyesha kwa uso wako. Na ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyesha kwa uso wake ya kuwa hakuwa ni mwenye kuridhika na jambo. Watawalla, Allah akasema tawalla maanahu ni a'rada, kuonyesha mgongo, kugeuka. A'rada, kuonyesha mgongo, kugeuka. Bimaana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kwenye mazungumzo na Makuraishi, akiwahusia kusilimika, akiwapa mawaidha ili wawe nini? Waislamu. Na katika hali hiyo akamjia huyu Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktubin radiyallahu anhu wa ardah. Alimjia, na hii ilikuwa ni kabla ya hijra, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ako Makka. Na wakati huo Mtume anawalingania udhamau Quraish, anawafanyia da'wa wakuu wa Quraish. Yatma an-nabii sallallahu alayhi wasallam fi islami. Mbona anazungumza na kuwafanyia da'wa hawa shurafa, hawa wakuu wa Quraish? Kwa kuwa kana yatma Mtume sallallahu alayhi wasallam, wallahi alikuwa anatamani, alikuwa na tumuat, alikuwa anatamani wasilimike, kwa kuwa anajua akisilimika basi Makuraish wote pia vile vile watasilimika. Na wakati akiwafanyia hii da'wa, ndipo akaja Abdullah ibn Ummi Maktumin, na alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, allimni mimma allamaka Allah, nifunze mimi yale aliyekufunza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani Abdullah ibn Ummi Maktumin alikuja na tamaa na hamu ya kupata kujua nini? Dini ya Kiislamu. Kwa hivyo tizameni, anakuja mpaka Makka kuja kupatana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaelekezwa, akajua kule Mtume yuko sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa kuwa ni kipofu hakuona ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anawahutubia udhama na shurafau Quraish. Basi akaenda moja kwa moja akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, allimni mimma allamaka Allah, nieleze, nifunze yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekufunza. Na hapo ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam istankara biwajhihi, akaonyesha kutokuridhika, kwani yeye anashughulika kuwafanyia da'wa wakuu wa Quraish, na Abdullah ibn Ummi Maktumin akaja kumshughulisha na kile alichokuwa anakifanya. Na hapo ndipo abasa, akakunja uso wake, kalaha fi wajhihi wa a'rada, ay watawalla, na akamwona akageuka kuendelea kuwahutubia wakuu wa Quraish. Na ndipo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
akamtuma Jibril alayhi salam kuja na mafunzo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kila mtu ambaye kwamba atafuata nyayo za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwalingania watu katika Uislamu. Kila mtu ambaye atafuata nyayo za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa Allah anasema nini kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Hii ndio njia yangu na walingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa elimu, ala basira ay ala ilmin, ana wa man ittaba'ani, mimi na wale watakao nifuata. Ikiwa wewe kweli ni mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wallahi ni muhimu uwalinganie watu katika hii dini kwa elimu. Hii ni min simati attiba'i Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yad'una ila Allahi bi'ilmin ala ilmin ala basiratin. Wewe kama Muislamu, kama kweli mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wafaa kuwalingania watu kwa elimu, sio kwa ujahili, sio kwa kutokujua, la, kwa kujua, kwa elimu. Ikiwa haujui, nenda ukauliza kisha ukawafikishia kwa elimu. Ana wa man ittaba'ani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hii ndio mwenendo wangu mimi na wale watakao nifuata. Almuhim, kwa kila atakayemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kufanya da'wa, hii ni funzo kwetu sisi. Allah akasema nini? Anjaahu al-a'ma, yani akabainisha hali ambayo kwamba ilimfanya Mtume sallallahu alayhi wasallam kukunja uso wake kwa kutokuridhika na kumwonyesha mgongo Abdullah ibn Ummi Maktumin. Akasema anjaahu al-a'ma, alipojiwa na kipofu. Na ni nani huyu? Man hadha al-a'ma? Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktumin radiyallahu anhu wa ardah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukunja uso wake maabasa, hakukunja uso wake kwa ubaya, la, inma fa'ala dhalika rajaan wa tama'an fi islami haula'i al-udhama. Alikuwa na matumaini na matamanio ya kuwa hawa wakuu wa Kiquraishi watasilimika baada ya kusikia maneno yake. Sasa akaja kukatizwa, nikana kwamba wewe, naam, kwa mfano unatizama habari ambayo kwamba kwenye televisheni, habari ambayo kwamba inakuinterest, unatamani kusikia mpaka mwisho, ama uko misikitini wasikia khutba na haumuoni khatib, labda uko sehemu nyingine, kisha stima ikapotea, na hapo katikati khatib anasherehesha aya ama hadithi uliokuwa unatamani sana kujua maana yake, ni nini itakutokea? Kiu binadamu, utakunja uso ama hautoridhika, utaonyesha alamatu yani karaha walistinkar, sivyo? Basi hivyo ndivyo pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alikunja uso wake, kwa kuwa alikuwa, haikuwa malicious li wanavyosema kwa ubaya, la, ilikuwa kutokamana na matamanio aliyokuwa naye na raja aliyokuwa naye, matumaini ya kwa hawa nikimaliza kusema haya maneno inshallah anasilimika. Hali hiyo ndiyo iliyotokea. Wakaannahu khafa anna haulai al-udhama yazdaruna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha wajjaha wajhahu lihadha ar-rajul al-a'ma wa a'rada an haulai al-udhama. Na alipogeuka mgongo alimwona Ibn Ummi Maktumi na bado akageuka kuendelea kuzungumza nao, kwa kuwa alikuwa anahofia ataona hawa wakuu wa Kiquraish, naam, wataona ni kana kwamba yeye hawachukulii kwa uzito, unanipata, ni kana kwamba hayuko interested. Kama wewe ukizungumza na mtu na unataka kweli ya kusikie, naam, hautopenda huyo mtu aone ya kuwa unamdharau. Na hapo ndipo alimwonyesha Ibn Ummi Maktumin mgongo, ili hawa waliokuwa anazungumza nao wasione ya kuwa anafanya nini, anawadharau ama mengineo. Na hii ndiyo hali ambayo kwamba Nuh alayhi salam alipitia
wama naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna. Namna Nuh alayhi salam alivyokuwa anafanya da'wa, na wale makufari wakawa wanamwambia, hatuoni wafuasi waliokufuata wewe isipokuwa wale ambao kwamba ni wanyonge zaidi kati yetu sisi. Naam, lakini kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam malengo haikuwa haya, ilikuwa ni yale matumaini na tamaa aliyokuwa naye hawa kufanya nini? Wasilimike. Hii ndio ilikuwa ni hali, na wala sio kwa kuwa anampuuza na kumdharau Ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu wa arda. Hicho kieleweke. Almuhim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema anjaahu al-a'ma, alipojiwa na Abdullah ibn Ummi Maktum, yule ambaye ni kipofu, na hali tumejua. Kisha Allah akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kwetu sisi wote wenye kufanya da'wa, wama yudrika la'allahu yazakka, wama yudrika wa ayu shay'in yaribuka an yatazakka hadha ar-rajul wa yaqwa imanuhu. Nani kitu kipi ambacho kwamba yaribuka, kinakutia wasiwasi katika hali kama hii ya kuwa huyu bwana, yani huyu Abdullah ibn Ummi Maktum, kwa kukuambia alimni mimma allamaka nabii sallallahu alayhi mimma allamaka Allah, nifunze yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekufunza. Ukimpa mafunzo hayo itamsaidia yeye kujitakasa nafsi yake na itamzidisha katika imani, itatia nguvu imani yake. Wayuqawi au wayaqwa imanuhu, yale atakayoyasikia, naam, itamsaidia yeye, naam, kutakasika zaidi na itatia nguvu katika imani yake. Yani ni kana kwamba Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama yudrika la'allahu yazakka. Je, hauoni ya kuwa yeye lau ungeshughulika na yeye na ukaachana na hawa, basi yeye angekuwa ni mwenye yani imani yake kuwa na nguvu zaidi na atajitakasa nafsi yake. Yani huyu mwenye kutaka kuja kujua na akauliza, huyu ndio mwenye kunufaika kwa mawaidha. Bimaana huyu ndio ana haki zaidi kuliko wale ambao uliwafuata kule nje na unawalingania. Huyu aliyekuwa na wewe, huyu aliyekufuata kutaka kujua, ana haki zaidi kwako wewe. Wewe jishughulishe na yeye. Je, haikujalishi wama yudrika la'allahu, ya kuwa yeye akikusikia yatazakka, wama yudrika la'allahu yazakka? Je, haikujalishi ya kuwa yeye kwa kukusikia, lau ukizungumza naye na ukaachana na hawa ambao kwamba wanafanya kiburi, naam, huyu mwenye kutaka kujua akaja kuuliza, je, haikushughulishi? Je, haufahamu, hautizami ya kuwa wewe kumgeukia na kuzungumza naye ndio ilikuwa ni bora zaidi, kwa kuwa itamsaidia yeye kujitakasa nafsi yake na itatia imani, yani itatia nguvu katika imani yake. Na neno la'allahu, Mwenyezi Mungu anamkusudia nani? La'alla ibn Ummi Maktum. Huenda huyu Abdullah ibn Ummi Maktum yazakka, ay yatatahhar min adh-dhunub, atajitakasa nafsi yake kwa kuachana na madhambi, wal akhlaq allati la taliqu bi amthalihi, na kuachana na tabia ambazo kwamba hazifai kwa mtu kama yeye. Fa idha kana hadha huwa almarju' minhu fa innahu ahqqu an yultafata ilayhi, ikiwa haya ndio yanaotarajiwa kutoka kwake, basi yeye ndio ana haki zaidi umgeukie na wala usiwageukie hawa wakuu wa Quraysh. Hii ni funzo kwetu sisi. Faida ya aya hii, Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah tuambia ni kwamba man jaaka yas'aluka huwa al-ahaqqu biwaqtik wa kalamik wa qawlik kadda'i min ghairi. Yule mwenye atakukujia wewe mlinganizi, wewe mwenye kufanya da'wa, yule atakayekuja kukuuliza swali, huyo ndo ana haki zaidi kwako wewe, yani uzungumze na yeye, umjibu maswali yake, uchukue wakati wako na yeye, umpe ihtimam.
umpe attention, yeye ana haki zaidi kuliko wengine, kwa kuwa yeye amekuja kutaka kujua. Sijui tumeelewana? Sasa hii ni mafunzo kwetu sisi wenye kufanya da'wa. Allah turahisishie na ikubali kutoka kwake. Kisha Allah akasema, au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra, ama wewe ukimgeukia na ukawa na attention ukampa yeye badala ya wale, na ukazungumza na yeye na ukampa muda, au yadhakkaru, au atakuwa ni mwenye kufanya nini? Kupatwa na ukumbusho, na akawa ni mwenye kuzingatia, kufanya mazingatio. Fatanfa'uhu dhikra, akawa ndio mwenye kunufaika kwa ukumbusho. Kumbukeni Allah subhanahu wa ta'ala asema nini? Fadhakkir au wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha, kwa kuwa ukumbusho huwa inawanufaisha waumini pekee. Sio kila mtu na unamkumbusha hufaidika. Yule mwenye asli ya iman, yule ambaye kwamba ni muumini, huyo ndo mwenye kunufaika kwa ukumbusho. Kwa hivyo usihuzunike wewe ukiwakumbusha baadhi ya watu na wakakataa kufuata. Lako wewe albalagh, ni kufikisha. Lako ni kufikisha. Ama wale ambao kwamba watanufaika ni wale ambao ni nani? Waumini. Kwa hivyo sio kila mtu muumini, na waumini ndio wenye kunufaika kwa ukumbusho. Na huyu Ibn Ummi Maktumin insha Allah ni muumini, na yeye ndio mwenye kustahiki zaidi ukumbusho. Ukumbusho umeletwa kwa ajili ya watu kama hawa, na wala sio kwa ajili ya watu kama hawa wenye kufanya kibr, ila hali wanajua hawa udhamau Quraish. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, amma man istaghna, ama wale ambao kwamba wakafanya kiburi, wakaona kuwa wao wanajitosheleza, hawamhitaji Mwenyezi Mungu, hawahitaji ukumbusho, hawahitaji dini ya haki, hawahitaji da'wa. Hawa wenye kufanya kibri, man istaghna fa anta lahu tasadda, hao ndio wenye unawageukia, hao ndio wenye wewe unaoendelea ikbaluhum, unataka kuwapatia attention, na wao wana kiburi, wanaona ya kuwa wanajitosheleza, hawahitaji ukumbusho. Insha Allah tutasimamia hapa na tutaendelea baada ya adhana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa, amma man istaghna, ama hawa ambao kwamba istaghna bimalihi likathratihi wastaghna bijahihi liquwwatihi wa humul udhama alladhina 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam, fa anta lahu tasadda, ay tata'arrad wa tatlub iqbalahu alayka wa tuqbilu alayhi. Ama hawa ambao kwamba wanajiona, istaghna maana yake ni kuona ya kuwa unajitosheleza, hauhitaji. Na mara mingi wale wenye mali na cheo huwa na maradhi haya, wanaona ya kuwa hawahitaji. Ndo mtu anakuambia, unaniambia mimi nini bana? Wewe maskini unaniambia mimi nini? Tumeelewana? Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa, amma man istaghna, ama hawa udhamau Quraish, wakuwa Quraish ambao kwamba wanafanya kiburi, wanaona ya kuwa wamejitosheleza kutokamana na wingi wa mali yao na cheo chao. Fa anta lahu tasadda, hawa ndio unaogeuka kuwapa muda wako na nafasi yako, na hii haifai. Unafaa umpe Abdullah ibn Ummi Maktumin, huyu mwenye kutaka kuja kujua, huyu ambaye kwamba ana imani, huyu ndiye unayefaa kumpa nini? Wakati wako na muda wako, kwa kuwa hana kiburi. Ndio Waarabu wakasema, al-ithnani la yata'allamani, watu sampuli mbili hawawezi wakapata elimu. Al-mustahi, yule mwenye kuona haya kuuliza, wal mutakabbir, na yule mwenye kufanya kiburi. Yara nafsahu mustaghnin an ghairi, anajiona kuwa amejitosheleza, hitaji wenzake.
huyo hawezi akapata elimu, atakuwa anajiona yeye ndio anajua zaidi. Kwa hivyo hawezi keti chini akapokea elimu. Tumeelewana? Naam. Sasa almuhim, fa anta lahu tasadda. Kisha Allah akasema wama alayka alla yazakka, na sio jukumu lako wewe, na wala hautolaumika wewe, wala tulamu, hautolaumika wewe. Ikiwa wasiwasi wako ni kwamba usipochukua muda wako kuwalingania hawa wakubwa wa Kikuraishi, licha ya kuwa wako na kiburi na wanajiona wanajitosheleza, ikiwa hawatofuata wewe, hautolaumika. Wama alayka alla yazakka, laysa alayka shay idha lam yatazakka, hautolaumika ikiwa hawa unaowalingania watakataa kutakasika, watakataa kufuata haki, watakataa kuachana na madhambi, wewe hautolaumika. Baadhi ya maduat, wakati tunawalingania watu wakikufanyia kiburi, naam, unaona ni kana kwamba makosa ni wewe. Huenda haujaongelesha venye inafaa, huenda kuna kitu haujafanya, huenda kuna kitu umekosea, huenda hukuzungumza nao inavyofaa, na haya maswali mengi. Kwa nini unajiuliza? Kwa sababu wewe unaona ni kana kwamba utalaumika ikiwa hao hawataachana na madhambi. Wallahi, wala usihuzunike, lasta alaihim bimusaitir. Wallahi, yako ni kuwafikishia tu, yako ni kuwafikishia tu. Wama alaika illa albalagh, wewe hauna majukumu mengine isipokuwa ni kufanya nini? Kuwafikishia. Na wala hautolaumiwa kwa kuwa tayari umewafikishia. Wewe kama mzazi nyumbani, umezungumza na watoto, ukazungumza na mke, ama mama, umezungumza na watoto, ukazungumza na mume, na bado hawakusikii, naam, wewe umefanya lako. Kuna baadhi ya wazazi wanaona kuwa mimi sasa Mwenyezi Mungu ataanza na mimi, ataniadhibu mimi kwa kuwa nimefeli. Wallahi, wewe umewafikishia, lao ilikuwa ni wafuate. Wama alayka alla yazakka, wewe umewafikishia, wewe umewafanyia da'wa. Wewe baada ya kuwafikishia haustahiki kulaumika, lawama haipo juu yake, lawama haipo juu yako. Wa amma man jaaka yas'a, kisha Mwenyezi Mungu akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa hali yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona ni kana kwamba akikatiza hadithi yake na mazungumzo yake na hawa kuwa Kiquraish, akamshughulikia Abdullah ibn Ummi Maktumin, anaona ni kana kwamba atapoteza nafasi na fursa ya kidhahabu. Sasa Mwenyezi Mungu anawaambia la, wewe wama alaika alla yazakka, hautolaumika kwa kuwa umewafikishia. Ingelifaa wakati huo umgeukie huyu alladhi jaaka yas'a, huyu ambaye kwamba amekukujia kwa kasi, amekuja kwa hamu, ameharakisha kukujia ili apate kujua, ili atakasike. Ndio Allah akasema wa amma man jaaka yas'a ay yastajilu min ajli intihazi alfursa, huyu ambaye amekukujia kwa kasi, anafanya haraka ili kutumia fursa na nafasi ya kupatana na wewe, ili akuulize huyu. Wa huwa yakhsha, na amekuja na sifa gani? Na hii ndio sifa ambayo kwamba wanafunzi wa elimu wanafaa kuwa nayo wakati wanakuja kupokea elimu, alkhashya. Wa huwa yakhsha ay yakhafu Allah biqalbihi, anamuogopa Mwenyezi Mungu kwa moyo wake. Kwa nini? Liilmihi bi'adhamatihi, kwa kuwa ana elimu kuhusiana na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatambua utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anatambua ya kuwa anakuja kupokea elimu inayotoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Sasa anakuja na hofu ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana tuambie wanafunzi wa elimu, tulipokuwa tunafuata elimu na bado tunatafuta na kufuata elimu, kitu ya kwanza ni takwa, kuwa na uchaji Mungu. Na uchaji Mungu ni wewe kuachana na maasi kwa kuwa unamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo Imamu Shafi'i
alayhi rahmatullah akatoa maneno ya nasaha aliyopewa na mwalimu wake Al-Waqi'i. Imam Al-Waqi'i alikuwa mwalimu wa Imam Shafi'i na alikuwa mwalimu wa Imam Malik bin Anas, imamu dari hijra. Tizameni, hawa maimam walipokea elimu kutoka kwa nani? Al-Waqi'i. Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa ardah alipelekwa kwa Imam Al-Waqi'i akiwa mdogo ili apokee elimu. Imam Malik na Imam Shafi'i alayhi rahmatullah kwa udogo wake alipelekwa kwa Imam Al-Waqi'i kupokea elimu. Sasa Imam Shafi'i siku moja akiwa sokoni katika pita njia zake akamuona mwanamke mmoja amenyanyua tu nguo yake, aura yake ikaonekana ni upande wa chini, miguu yake. Akaona tu mguu yake, kisha hifdhi yake ikawa na shida, akawa natatizika kwa kuwa alikuwa na hifdhi qawi. Akaenda kwa mwalimu wake Al-Waqi'i. Imam Shafi'i akasema, shakautu ila Al-Waqi'i su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi faqala fa inna hadha al-ilmu nurullahi wa nurullahi la yuhda lil'asi. Nilienda kwa mwalimu wangu kumshtakia kuwa hifdhi yangu imepunguka, akaniongoza akaniambia niachane na maasi, kwa kuwa hii elimu ni nuru kutoka kwa Allah, na nuru ya Allah haipeanwi kwa mtu mwenye kufanya maasi. Wallahi alazim, hauwezi kuwa wewe ni mwalimu unafunza dini na wewe ndio mlevi wa kwanza. Haiwezekani, kwa kuwa hii nuru, hii elimu ni nuru kutoka kwa Allah, na hii nuru haipeanwi kwa mtu mwenye maasi. Hauwezi kuwa wewe ni mwanafunzi wa elimu, unataka kuelewa elimu, unataka kushika elimu, na wewe ndio maasi wa kwanza. Wewe ndio mwizi, wewe ndio tapeli, wewe ndio mzinifu, wewe ndio mlevi. Hii elimu ni nuru kutoka kwa Allah, na nuru ya Allah haipeanwi kama zawadi kwa watu waasi, watu wenye kufanya madhambi. Almuhim, nimeitaja tu sehemu hii kwa kuwa ni sifa ya talibul ilm, tarkul maasi wa khashyatullah, ay khawfullah bil ilm, lianna al-insan alima azamata Allah, kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa elimu. Kwa kuwa wewe una elimu kama mwanadamu, unatambua utukufu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hawa ndio wachaji Mungu. Inma yakhsha Allah min ibadihi ulama, wale wenye elimu. Almuhim, wa huwa yakhsha. Ibn Ummi Maktum alikuja na hii sifa ya al-khashya, fa anta anhu talaha, ay tatalaha anhu wa tataghafalu anhu, unajighafilisha na yeye. Yeye amekukujia, yas'a, anakuja kwa kasi, yastajilu, anaharakisha ili apokee elimu kutoka kwako, ili achukue nafasi na fursa. Wewe unajighafilisha na yeye. Naam, na ako na sifa za mtu mwenye kupokea elimu, mwenye kutaka haki. Ndipo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema kalla, bimaana la taf'al, usirudie hayo tena, usifanye hiyo tena. Kalla, kalla innaha tadhkira, kalla, usirudie hiyo tena, kwa kuwa hii elimu, hii Qur'ani ni ukumbusho, ni ukumbusho. Innaha tadhkira faman shaa dhakara, lakini ni ukumbusho kwa yule mwenye kutaka. Ndio maana unaambiwa hii Qur'ani unanufaika nayo kwa mujibu wa nia yako, na hii Qur'ani utaweza kupotea kwa ajili ya nia yako mbovu. Tizameni wale ambao kwamba ni atheist, wengine ni Waislamu, walianza kama Waislamu, lakini kwa kuwa wako na dhanna mbaya na Qur'ani, nia yao sio safi na Qur'ani, mwishowe hii Qur'ani haiwasaidii, inawaangamiza. Na tizama, wengine si Waislamu, baadaye wanakuwa Waislamu, kisha wanashika dini kikweli kweli, wanaifahamu hii Qur'ani inavyofaa, ina athari nzuri kwa wao. Kwa nini? Kwa kuwa nia yao ilikuwa ya uzuri. Hasa innaha tadhkira, hii Qur'ani naam ni ukumbusho. Faman shaa dhakara, kwa yule mwenye kutaka atashikamana na ukumbusho huo na atafanyia kazi mawaidha atakaopata, na ataikubali mawaidha iliyokuwa ndani yake. Namna Allah anavyosema katika surati al-Kahf aya ya 29,
wa qulil haqqu min rabbikum, nasemeni haki kutoka kwa Mola wenyu. Faman shaa falyu'min, kwa yule mwenye kutaka ataamini. Waman shaa falyakfur, na yule mwenye kutaka atakufuru. Yani bimaana haki inawatenganisha watu wakipata haki, yule mwenye kutaka haki inamnufaisha. Ama yule ambaye hataki haki kimkujia, ndio anazidi katika ukafiri na ukiburi na uovu. Akiambiwa ittaqillah, mcha Mwenyezi Mungu, ndo anazidi katika matusi na kejeli na ukafiri. Kwa nini? Yeye hataki haki. Hii Qur'ani ili unufaike nayo, wallahi lazima utake haki. Ikiwa hutaki haki, ikiwa unataka kuidunga na kuichokora, wallahi alazima ikusaidi, itakuangamiza. Hilo ni funzo kwetu sisi. Nikimalizia, Allah subhanahu wa ta'ala akasema fi suhufin mukarrama, hii Qur'ani imeandikwa na kuhifadhiwa katika nini? Suhuf mukarrama, katika vitabu jam'u, yani katika kurasa ambazo kwamba zimekirimiwa, zimepewa utukufu. Mukarrama, marfu'atin mutahhara, mu'azzama inda Allah, bimaana Mwenyezi Mungu amezipa cheo. Naam, mutahhara, na ni safi. La yatihi albatil, haijiwi na batil. Ndio maana hii Qur'ani mtu akibadilisha hata herufi moja anakosolewa. Hawezi ongeza batil. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayehifadhi. Na Mwenyezi Mungu maajabu ametufanyia kuhifadhi Qur'ani ni rahisi. Je, mshaimuona mwanadamu akiweza kuhifadhi kitabu kama Qur'ani? Kitabu ambaye ina zaidi ya kurasa 300, hakuna mpaka leo mtu mwenye kuweza kuhifadhi kitabu, naam, bila kukosea herufi kwa herufi, nukta kwa nukta, isipokuwa ni Qur'an mutahhara. Mwenyezi Mungu ameitahirisha, haiingiliwi na batil, haitiwi dosari ndani yake. Na wewe ukitaka hii Qur'ani lazima pia wewe ujitahirishe, uwe na nia nini? Safi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema biaidi safara, hii Qur'ani ilikuwa inashukishwa kwa kupeanwa kwa malaika ambao kwamba, naam, Mwenyezi Mungu amewaita nini? Safara. Maana yake nini? Waandishi, malaika ambao kwamba majukumu yao ni kuibeba hiyo wahi. Kisha Allah akasema kirami barara, sifa hao malaika ambao kwamba kazi yao ni kuibeba wahi na kuileta kutoka kwa Allah na kuwafikishia nani? Mitume. Na hao malaika ndio wasaidizi wanaoendani wa Jibril alayhi salam, ndio kiongozi wao. Hawa sifa yao kirami barara, ni wema na ni wachaji Mungu. Barara bimaana albirru, ni wachaji Mungu na wala hawa maasi Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah tutakuwa ni wenye kuendelea kesho. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie Qur'ani kuwa nyepesi na atunufaishe nayo na atutilie baraka ndani yake na atukumbushe na yale tuliyoyasahau. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an